Watanzania, ushoga ni dalili au ni ishara zinazoonyesha kwamba jamii imepumbazika. Imepumbazwa ikakubali kupumbazika. Kivipi? Ushoga ni skripti ambao tunaweza tukasema ili ushoga uwepo lazima wapumbazwe, mwanamume na mwanamke wafanywe kuwa wapumbavu. Ndipo ushoga unaweza ukafanya kazi. Kivipi? Mpumbaze mwanaume asijitambue kwamba mwanaume ni nani. Mpumbaze mwanamke na yeye asijitambue mwanamke ni nani. Yaani wafanye waone mwanaume ni sawa na mwanamke na mwanamke ni sawa na mwanaume. Yaani hii tutarudi, yaani lazima nitaendelea kuwakumbusha. Ushoga ni upumbavu. Ushoga yaani jamii ya mashoga ni jamii ambayo imepumbazwa kufanywa kwamba mwanaume anaweza akaolewa na yeye sawa na mwanamke. Sasa kwa Tanzania huu sio utamaduni wetu. Kama sio utamaduni wetu, Watanzania inabidi tuungane kukemea hili swala la ushoga, kwa sababu ushoga ni virus. Ipo siku watoto wako watakuwa mashoga kwa sababu wewe ulikaa kimya hukukemea hili swala la mashoga. Hivi ushawahi kujiuliza siku kukitokea na mashoga wakao viongozi kwenye jamii yako nini kitatokea? Ipo siku mashoga watakuwa viongozi kanisani kwako. Ipo siku mashoga watakuwa ni watu ambao wanaongoza ibada kanisani kwako. Sasa kama wakiongoza ibada, unafikiria watawafundisha nini? Ndugu zangu wa Tanzania, ifike sehemu jamii tuamue kwamba ushoga tunaukemeaje. Alafu ngoja niwakumbushe kitu kimoja. Ushoga unaenea sana mijini kuliko hata kijijini. Na kijijini ni ngumu shoga kuishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kijijini mifumo ya maisha ya kijamii ni mifumo ambayo ni migumu. Hakuna mtu anaweza akaishi bila kufahamika yeye ni nani, anafanya nini. Haiwezekani. Siku ya kwanza tu unafika lazima barozi akufahamu wewe ni nani, unaishi wapi, umetokea wapi na umekuja kufanya nini. Ila mijini unaweza ukakaa mwaka mzima hata balozi humfahamu. Sasa ushoga lazima tuungane kuukemea. Kuna watu hawakemei ushoga, sijui wanaogopa nini, lakini nataka niwaambie kwamba yaani wewe haukemei ushoga kwa sababu sijui unaogopa pengine kukamatwa au unaogopa kufanyiwa kitu kibaya. Ngoja nikwambie, ushoga ni virus. Ipo siku watoto wako watakuwa mashoga kwa sababu wewe hukukemea ushoga. Kwa maana hiyo nini ninataka kusema? Watanzania tuungane pamoja kuhakikisha kwamba ushoga unapigwa vita. Hebu fikiria, wanapata wapi nguvu ya kwanza kujinadi mtandaoni? Wanapata wapi hiyo nguvu? Na sisi wenyewe jamii tunachangia kwa sababu tunaanza kuwajadili. Msiwajadili hao mashoga, mnawapa nguvu ya kuendelea kuwa maarufu. Nini kifanyike? Cha kufanya ni kuchukua hatua. Ni kuchukua hatua za kukomesha ushoga. Msimamo wangu uko wazi. Yaani ushoga ni jamii ya watu waliopumbazwa. Na ukiona jamii na yenyewe haikemei ushoga, ujue na yenyewe ishaanza kukubali kupumbazika. Kivipi? Kwa nini wazee wa zamani waliweza yaani maadili yalikuwa vizuri? Kwa sababu malezi mtoto wa kiume alilelewa tofauti na mtoto wa kike. Mtoto wa kiume alilelewa kujitambua pamoja na mtoto wa kike. Ila sasa hivi tunasema usawa wa kijinsia. Maana yake mwanaume ni sawa na mwanamke na mwanamke ni sawa na mwanaume. Sasa wakisha kuwa sawa ni nini? Maana yake huyu mwanaume anaweza tu akaolewa na yeye kama vile ambavyo mwanamke anaolewa. Lakini hawa wanalindwa tena na sheria za kimataifa. Kivipi? Haki za binadamu. Hakuna cha haki za binadamu. Watanzania ifike sehemu tukomeshe huu ushoga. Inawezekana kabisa kukomesha ushoga. Kivipi? Inawezekana. Watanzania, hebu tukomeshe huu ushoga kabla haujaenea kwa kasi nchini kwetu. Mungu aibariki Tanzania. Mungu atubariki wa Tanzania. Mungu aibariki Afrika. Kama unahisi
nilichokiongea nimekukera, unaweza ukanikosoa, unakaribishwa. Halafu kingine nitaendelea kuwakumbusha, hakuna malaika atatoka mbinguni aje awe kiongozi hapa aibadilishe jamii. Jamii ndiyo inatakiwa ianze kubadilika kwa kuwa na fikra bora na kutengeneza mifumo bora ya kijamii ambayo itakuwa na sheria na misingi bora ya haki na uwajibikaji. Ndipo tutapata viongozi bora, ambapo viongozi bora wataiunganisha jamii yenye fikra bora kutengeneza taifa bora. Hatuwezi tukatengeneza taifa lenye mashoga. Hakuna taifa ambalo linaweza likaendeleza kizazi kwa kuwa na mashoga ndani yake. Halipo. Kwa sababu ushoga unavunja kizazi. Hamuwezi mkaendelea kuzaliana. Ushoga lazima tuukomeshe.